Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku njema tena ya leo ambayo ametupa kwa ajili ya kujifunza maneno yake ya uzima. Ni maombi yangu na dua zangu mbele za Mungu kwamba maisha yetu ya kila siku yajawe na neno la Mungu, yajawe na kweli ya neno la Mungu, ili tuweze kupata uhalali kama watoto wa ufalme wa Mungu, kurithi yale ambayo Mungu amepanga siku ya rithi. Na yale ambayo Mungu anataka tuyarithi ni yapi? Ambayo yanahusu maisha, tuweze kuishi maisha ya furaha, maisha ya amani, maisha ya utulivu, na tuenjoy tukiwa tunaishi katika maisha yetu ya kila siku. Maisha ya hasira, maisha ya malumbano, maisha ya masononeko, maisha ya magomvi, hayo sio maisha ambayo Mungu ametuitia kuishi kwayo. Mungu ametuita kuishi maisha ambayo yana furaha, yana amani, yana upendo, yana utukufu wake. Na katika kipindi ambacho nataka leo tujifunze, nataka tuangalie nafasi yetu kama watoto wa Mungu. Ametuzaa kwa mbegu isiyoharibika, ametutengeneza kuweza kuwa watoto wake, tuweze kuhusiana naye ili turithi yale ya ufalme wa Mungu. Na ili tuweze kurithi yale ambayo ni ufalme wa Mungu, inafaa sisi kuishi vile ambavyo anataka sisi tuishi. Hauwezi kuwa na mzazi akakupa mali, akakupa utajiri, akakupa gawio katika maisha yake, katika uwekezaji wake, kama wewe sio mtoto halali wa kwake, au kama wewe sio mtoto ambaye ni mrithi pamoja na wale watoto wengine. Tumeona mara kadhaa kesi zikitokea, malumbano yakitokea, kuhakiki, je, huyu kijana, huyu binti alikuwa mtoto halali wa baba ili naye apate kuweza kupata urithi? Ndivyo ilivyo pia kwa Mungu, kwamba sisi tukifanyika kuwa watoto halisi wa Mungu au watoto halisia wa Mungu kupitia neno lake, tunapata urithi usio na kikomo. Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mistari 3 ya kwanza, Biblia inasema, tazama ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu hautambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Mstari wa 3, na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Na kila mwenye matumaini haya hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Maisha ya utakatifu ya kumwendea Kristo Yesu, sisi tumeshapewa nafasi ya kuitwa wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Mungu ni mtakatifu, na sisi tunapohusiana naye inafaa ule utakatifu uonekane kwenye maisha yetu. Mambo ya utakatifu wa Mungu ndani ya maisha yetu yaonekane, yajulikane, yafahamike. Tumesoma mistari kadhaa vipindi vilivyopita, tukiona swala la usuda, swala la tamaa, swala la uasherati, swala la ulevi, swala la ulafi ikiongelewa kwa maana ya mtu wa mwilini. Lakini unapofanyika kuwa mwana wa Mungu, kuna aina ya tabia, kuna aina ya misimamo, kuna aina ya mienendo, kuna aina ya lifestyle ambayo unaishi kulingana na ile familia ambayo umetokea. Leo hii tumeitwa wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Mungu anategemea kutoka kwetu tuishi maisha ya utakatifu. Maisha ya utakatifu tutayaishi namna gani? Ni kwa kumlingana Kristo Yesu. Upate muda wa kutafakari neno lake, upate muda wa kusoma neno lake, upate muda wa kumwabudu Mungu, upate muda wa kumwendea Mungu siku za maisha yako zote. Angalia ni nafasi gani na ni muda kiasi gani umeutenga ili kumjua Mungu ambaye ni muumba wako, ambaye anakujua asili yako, anakujua mwanzo wako, anajua mwisho wako utakuwaje pia. Ukimwabudu yeye, ukimpenda yeye, ukimuishia yeye, ukimwamini yeye, wewe utaishi maisha mepesi na marahisi sana. Lakini usipomwamini yeye, usipompenda yeye, usipomjali yeye, utaishi maisha yenye mahangaiko, maisha yenye taabu, maisha yenye shida, maisha yenye karaha na kero mbalimbali.
katika maisha ambayo tunaishi kila siku, sio kwamba hapa duniani tambarare. Kuna changamoto ndio, kuna shida ndio, kuna huzuni, kuna misiba, kuna vitu kama hivi vinaendelea, vinatokea. Lakini sisi kama watoto wa Mungu tunavyomwamini Kristo Yesu na kuishi maisha ya utakatifu, inatusaidia sisi hapa kuweza kumwendea yeye, kumjua yeye na kumwamini yeye. Katika maisha ya kila siku tuna jukumu letu sisi kumwendea, kumjua na kuishi katika utakatifu. Katika waraka wa kwanza wa Yohana tuliosoma hapa, huu mstari wa kwanza anasema, tazama ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Kwa tumependwa kiasi cha kupewa urithi, kiasi cha kupewa kufanyika kuwa wana. Sasa hilo pendo hilo ni sisi kulichukua, kulipokea na kuishi katika hilo. Katika hilo pendo kuna kipengele kidogo hapa katika mlango wa waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wa 3 mstari wa 3 anasema, na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Na katika mstari wa 4 anasema, kila atendaye dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Mstari wa 5, nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kwa kama Kristo Yesu dhambi haimo ndani mwake, na sisi nataka tupambane, tumwamini, tumwendee, tumtake na nguvu zake na uwezo wake atuwezeshe kushinda dhambi ambayo inatusinga kwa wepesi. Na kama dhambi inatusinga kwa wepesi, tukishaweza kuishinda, tutaishi maisha, na tukiishi maisha utakatifu, tunapata uhalali na tunapata haki ya kutendewa mema na yeye aliyetuumba. Hamna namna ambavyo tunafanikiwa kwenye maisha yetu ya kila siku Kristo Yesu asipoumbika ndani mwetu na kweli yake isipokuwa ndani mwetu. Mungu alibarikia neno lake na tuweze kudumu kujifunza maneno yake ya uzima. Amen.